umekuwa ni mwendelezo mzuri wa kuendana na matakwa ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kwamba watumishi ni muhimu kufanya mazoezi. Taasisi ya PSPTB kwa kuendeleza ushirikiano na taasisi ya PPA, mamlaka ya rufani ya zabuni za umma, hii leo Januari 31 mwaka huu 2026 limefanyika bonanza la aina yake, watumishi wakishiriki baadhi ya michezo ya kuimarisha afya, akili na mengine mengi yaliyokuwa sehemu ya bonanza hilo. Mazoezi ya viungo, kukimbiza kuku, kukimbia na magunia, mashindano ya kuvuta kamba, uharaka wa unywaji wa vimiminika, mashindano ya uwepesi wa akili na mengine mengi yalikuwa sehemu kuu ya bonanza hilo, baadhi ya mazoezi yakiwa burudani kwa watumishi. Akimwakilisha mkurugenzi wa taasisi ya PSPTB Bwana Godfrey Mpanyi, mkuu wa kitengo cha uhusiano kwa umma na mawasiliano kutoka taasisi hiyo Bi Shamimu Mdee ameelezea kwa undani malengo mahususi ya mwendelezo wa kufanyika kwa mabonanza hayo. Kama ilivyo ada, kuna maelekezo ya serikali kwa watumishi wa umma kufanya mazoezi, kupata mafunzo. Kwa hiyo kama PSPTB imekuwa ndio tabia yetu, kwa sababu maelekezo ya serikali lazima tuyatekeleze. Mwaka jana, mwaka juzi tumekuwa tukifanya, na kwa mwaka huu tumeamua tuanze Januari, lakini hatukuanza leo kwenye hili bonanza. Tumeanza jana tukiwa ofisini kwa kupata mafunzo kutoka kwa wakufunzi mbalimbali, yakiwa mafunzo ya mambo ya afya ya akili, magonjwa ambayo sio ya kuambukiza kama mambo ya kansa, mambo ya mashinikizo ya damu, mambo mengine kama sukari, pressure, mambo mbalimbali tuliyofundishwa jana na wadau wetu. Na kitu tukasema leo sasa, ile ilikuwa ni theory, leo tuje kwa ajili ya practical, ndio maana tuko hapa. Lakini hatuko wenyewe, tuna ushirikiano na wenzetu kutoka mamlaka ya rufani za umma inaitwa PPA, ambao kila mwaka tunashiriki nao na leo tupo nao. Na hii pia tunakaribisha na wadau wengine wa maeneo jirani ili tuweze kushirikiana kwa pamoja kusaidiana watu wawe vizuri katika swala la mazoezi. Usifanye tu kazi, lakini pia ukiwa afya yako ya akili iko vizuri, kimazoezi hauko vizuri, huwezi kutekeleza majukumu yako. Ndio maana tuko hapa. Baadhi ya watumishi pia wameelezea faida na umuhimu wa bonanza hilo na jinsi linavyowasaidia katika kuepukana na mengi. Hii ni sauti ya Rami Ramsey kutoka GLens. Binafsi ninafurahi kwa sababu kama ambavyo nilizungumza kwenye interview zilizopita, mwamko ni mkubwa sana. Watu wanaendelea kujua nini mazoezi na faida zake. Kwa hiyo hata wewe ulivyokuwa ukitazama, nafikiri uliona ile hype ya watu ambayo ipo kuanzia ile warm up jogging ya asubuhi, baadaye tukafanya cardio na michezo mingine mbalimbali ambayo imefanyika. Kiukweli upo mwamko ambao kama tutaendelea hivi, maana yake sio tu afya za watu kuimarika, ila tutatengeneza nguvu kazi nzuri kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu yetu ya taasisi na taifa kwa ujumla. Sasa hivi teknolojia pia ni kubwa sana. Mitandao mbalimbali ya kijamii imekuwa ikishare michezo mipya ambayo inatoka sio tu Tanzania hata nje huko, ambayo lengo la ile michezo sio tu kuwafurahisha wale wanaoicheza, bali pia kuleta afya kwa wale wanaoicheza. Kwa hiyo na sisi ile ambayo ni mizuri tuna copy, tunaboresha kidogo, customize, kutengeneza ifanane na sisi, tunaicheza. Kwa sababu kuna michezo ambayo umeiona wanacheza watu wazima tu wenye umri fulani, kuna michezo ambayo ni ya vijana, kuna michezo ambayo ni watu fulani wenye nguvu fulani. Lengo ni wote tuweze kushiriki katika michezo, na lengo ni lile moja, kwamba afya za watu ziimarike.
6. Madam, tumekuwa tukiona mnafanya hivi kama ulivyosema hapo awali ya kwamba ni maelekezo ya serikali, lakini pia kujenga afya na mahusiano, lakini jingine kuu ni lipi ambayo inafanya nyie mkutane kama hivi na kufanya mazoezi? Pia kuna mambo ya networking. Unajua mkikaa ofisini watu wote wanakuwa wanafikiria kazi. Kwa hiyo lazima watu nje ya eneo la kazi wawe free. Leo ilikuwa hamna swala la mkurugenzi mkuu, kulikuwa hamna swala la manager, wote ni wana mazoezi. Kwa hiyo tunaletana hapa kujengea kwamba kwa kwenye level moja watu wawe free kuzungumza na kufanya networking. Kitu kikubwa zaidi. Madam, michezo mingi mmecheza hapa leo. Mchezo gani umekuvutia zaidi siku ya leo? Mimi huwa navutiwa na upande swala zima la kuvuta kamba. Pale kwa mvutano unaangalia kuna wengine wana miili mikubwa lakini wanavuta. Kwa hiyo pale ndio mchezo ambao mimi siku zote unanivutia sana. Rai yako kwa taasisi zingine pengine kwa hicho ambacho nyinyi mnakifanya kila mwaka? Kwa taasisi nyingine zikiwepo walioko Dodoma na nje ya Dodoma ni kwamba tufuate maelekezo ya serikali. Pamoja na kufuata maelekezo ya serikali, lakini pia tuangalie jinsi gani ya kuwa karibu na watumishi wetu, wafanyakazi wetu. Hiyo pamoja, ile swala la kuogopana litapotea, watu watakuwa free, na pia afya zao. Ni vizuri utafuta kufahamu huyu ana tatizo maybe la afya ya akili, huyu ana tatizo labda la sukari, huyu ana tatizo labda la kuzungumza. Mkiwa pamoja atakuwa free kujieleza. Ukishakuwa na mtu karibu, unakuwa umemzoea, unakuwa free sana. Na hichi ndicho ambacho PSPTB, ambao ni mshukuru mkurugenzi mtendaji wa PSPTB ndio Godfrey Mbanyi ameweza. Sasa hivi anajua nikizungumza na Shamim mapungufu yake ni yapi, kwa sababu ametujengea uwezo wa kuwa karibu na yeye na kufanya networking. Hongera kwa mazoezi madam, uko vizuri. Asante, mimi kawaida yangu mazoezi. Yes. Sawa. Mwisho lakini sio kwa muhimu hili. Moja kati ya malengo makuu ya Mbunazaya ni kuweka afya bora, lakini pia kutengeneza mahusiano mazuri. Pengine umeliona hilo kwa vitendo? Yes, nimeliona hilo kwa vitendo kwa sababu kama ambavyo tulianza na tunaendelea, tuna ushirikiano wa karibu sana na taasisi jirani ya PPAA. Yes, ambayo kipindi chote ambacho tumefanya mabonanza wameshiriki, na ile sio tu kutukutanisha na taasisi jirani bali pia tukiwa nje kama hivi kwenye michezo, maana ile ni jamii mbili zinapata nafasi ya kukutana. Kwa hiyo yapo mambo mengi ambayo yanaweza katokea hapo. Tunasaidiana kwenye mambo ya kitaasisi lakini pia ya kijamii. Yes, naweza nikasema. Shukuru sana. Asante sana. That's cool.